Yes, was good, it was Papi. It's your boy Tozi hapa. FLAG and A Tozi. Mwanza finest. Bana, leo katika Zetus bana tuko na mada moja tu hapa mezani. Si ndio bana? Yeah, man. Naweza nikampa big shout out sana mwanangu Lasso Hunt hapa. Yeah, man. Leo ndo tuko naye kwenye Zetus. Yeah, niko na mwanangu Luda B ambaye ndo tutaweza kukupa burudani na babu hapa. Mimi kwani leo ndakula? Nakula sana. By the way, mada ya leo ni kwamba katika Zetus ni kwamba inahusisha wasanii wawili ambao ni Mario Totobadi na mtu mzima ambao sio Boso Kani. Yeah, by the way ni wasanii ambao wanafanya poa sana kwenye game la industry katika game ya muziki. Yeah, of course. Yeah, ni wasanii ambao wanapendeka sana kwa mademu. Yaani wanapendeka sana kwa mademu, kwa spapis, unajua zile. Kweli. Wanafanya poa sana by the way. Sasa kitu ambacho nataka nijue this time kwamba nani ni mkali kati ya Totobadi Mario na mtu mzima Mbosso Kani. Wala hapo lazima mtu upate kigugumizi kwa sababu ukimwongelea mtu mzima Mbosso ndio unaongelea dunia nyingine, lakini pia ukija kwa Totobadi pia tunaongelea mada nyingine kabisa. Hao ni watu wale ambao wanafanya poa sana katika ile game, unajua. Na watu ambao wana mashabiki wengi sana mtaani. Pia mashabiki wanapata ukakasi, wanashindwa kujua nani ni mkali kati ya watu wawili. Sababu kila mtu anafanya poa kwa nafasi yake, si ndio? So leo tunataka kujua nani ni mkali kati ya watu wawili. Lasso Hunt, unatuambiaje? Unajua mimi ukiongelea watu wawili na kwa kidogo mtiti, lakini sio mtiti mkubwa sana kwangu. Unajua Mario bwana ni msanii ambaye anafanya poa, inajulikana yani East Africa na mataifa tofauti tofauti amechakaza sana. Tanzania tunajua na kiwasha big time. Lakini pia kuna huyu tunamzungumzia Mbosso. Mbosso tunazungumzia ukubwa wake. Kwanza yani Mbosso ni mtu ambaye amefanya vitu vingi, rekodi zake ni nyingi kuliko nani Totobadi. Yani Mbosso ndo ana kijiti kikubwa sana kwa Mario. Nadhani hata Mario mwenyewe anajua kwamba Mbosso ni mtu ambaye anahitaji kumwangalia ili ajianze kujifunza vitu vingi sana, kwa sababu Mbosso amemtangulia kwa mambo mengi, licha ya kwamba Mbosso yuko WCB. Lakini pia naamini Mbosso ni msanii ambaye ana vitu vikubwa, yani live performance. Mbosso sasa hivi yuko WCB. Sasa unavyonaje Washa? Kwa mfano tumesema kwamba WCB ilikuwa nambeba nini? Na kuna Power wimbo wa taifa, si mnajua? Ndio. Lakini pia msimsemee kwamba eti Mario ni msanii mbaya, no. Ila tu kila mtu ajitahidi kwa upande wake, ila Mbosso anakiwasha yani big time. Okay. Lakini bila kuongea kwa namna moja au nyingine, bado Mario ana ukubwa wake, si ndio? Kwa sababu ni msanii ambaye pia anafanya poa na hiti nyingi sana. Yeah. Na wasanii wakubwa wenyewe wabongo hapa wasanii wakubwa ambao mablaza wamemtangulia wanaamini kwamba akifanya na Mario ngoma na Mario kama ni collab kubwa, na unaona jinsi ambavyo wana support kiukubwa tofauti na collab zingine. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba Mario ana ukubwa kiasi gani. Kwa tukiongelea Mtumbadi Mario tusimuongelee kawaida, pia ana ukubwa kwa nafasi yake. Kuna nafasi yake na bidii umweke unapozungumzia Totobadi. Hata mimi nafikiri kwa sababu unajua Luda ameongeza kitu kimoja hapa nimempata. Anasema kwamba kuna watu wanatafuta fursa kuimba na Mario ni wakubwa, lakini wanatafuta fursa kuimba na Mario kuna kitu wanapata. No, mimi nadhani ni muziki tu. Unajua kila msanii anakuwa na muziki wake. Kwa sababu Diamond na Mario itamsaidia sana Mario kuliko Diamond. Iko hivyo. Lakini Diamond itamsaidia kwamba ataweza kupata mageuzi ya muziki kuimba na yule, anakuwa kama anaji-update, kwa sababu Diamond tunajua vitu vingi sana kashafanya mengi. Kwa hiyo akiona madogo janja kama hivyo nini itabidi afanye collab kama hizo kubwa kwa ajili ya kupush msanii anaenda, kwa sababu collab maana yake ni kusaidiana. Ushansema. Kwa maana yake nadhani Mario akifanya collab na Diamond itamfaidisha sana. Mondi itamfaidisha kwa kanina yake kwamba kuna kitu anataka kuupdate kutokana na Mario. Ushansoma? Tulikuwa tuna Rayvanny WCB. Muziki wake alikuwa anaweza kaimba melody tu. Sha kum na vitu vikaondoka. Unaona? Lakini ukuta Diamond naye anaupdate ule muziki naye sometimes naye huwa anaufanya. Umeona? Yeye amekuwa ni mtu ambaye kama kuna nesa kiki. Unaona kabisa ni mtu ambaye alifanya Rayvanny before. Mondi ni mtu wa kuupdate. Inajulikana Okay, lakini pia naweza tukaangalia historia ya msanii mmoja kati ya wasanii wawili. Tukiongelea Mbosso Kani na Totobadi. So tukiangalia historia ya mmoja kutoka alipoanza mpaka alipofika, unajua bado kuna kitu ambacho kinaonekana katikati yake, nadhani kinaonyesha heshima ya kila mmoja. Tukiangalia Mario bila shaka muziki ameanza mwaka 2019. Yeah, 19. Na toka ambapo ameanza muziki wake hajawahi kudrop.
yani hajawahi kurudi nyuma. Amini kwamba yani toka alipoanza kupiga hatua kwanza mpaka leo ni msanii ambaye anapanda kila siku zinavyozidi kwenda, anazidi kuwa mkubwa na madude tunayaona mtaani. Lakini pia tukija kwa mtu mzima Mbosso Khan, tunaangana naye vile vile. Before alikuwa katika bendi, ndio? Na ni chini ya Mkubwa Fela pale ya Moto Bendi. Walikuwa wote wa badi pale, nadhani tunajua kwamba ulikuwa na mtu mzima Aslay, bwana Enokibela, wote walikuwa ni wakali. So ilikuwa ni ngumu sana kumjua nani mkali pale kati, kwa sababu kila mtu Pinigio kwa anajulikana. Pinigio mkali alikuwa anajulikana. Yaani hata kwenye comment watu watatusaidia. Pinigio mkali alikuwa nani anajulikana. Ila wenye jicho la tatu wanajua kabisa wote wakali. Lakini kwa watu mtaani alikuwa anajulikana Aslay kaka. Usiongee hisia zako binafsi bro. Ilikuwa inajulikana. Kuna hisia za mashabiki. Kuna mashabiki ukiambia sasa nani mkali mwenyewe. Mimi nitakwambia ukweli. Aslay alikuwa kwa sababu mkali, alikuwa amewatangulia wenzie kwenye kuonekana msanii mdogo alafu mwenye kipaji kikubwa. Kwa hiyo ilikuwa huwezi kudrop nafasi yake ukiingia kwenye kundi la Moto Bendi. Kwa hiyo ilikuwa baada ya Aslay anaonekana mkali tu hata uimbaji. Lakini Mbosso alikuwa na play part yake kinyamwezi, yani fresh. Lakini mkali ni Aslay. Okay. Ilikuwa hivyo. Ningomba tuchambue nafasi ya mmoja mmoja, yani tusiongelee kwamba mkali alikuwa fulani sana alafu tukawaboa mashabiki. Unajua kila mtu ana mashabiki zake hapo. Kuna wengine mashabiki wa Mario atakumind bro. Jamaa atakutana nayo njiani. So tujaribu kutafuta facts za kumfanya nani aonekane mkali hapo. So Mario na Mbosso. Mario na Mbosso. Nani ni mkali kumzidi mwenzie? Tutafute facts, tutafute zile vitu ambavyo vinamheshimisha mmoja mmoja kati ya watu wawili. Yes. Kama nilivyosema mwanzo tukimwongelea Mario toka alipoanza mpaka leo haja drop. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamuonyesha kama mtu ana uwezo binafsi. Yani na wengi ambao takwimu zinaonyesha kwamba Mario tangia atoboe alivyotoa ngoma yake da kugumu. Yes. Akaja akatoa Bia Tamu na ile nini na ile Mama Amina. Kali. Amekuja kuwa ni msanii ambaye hajawahi kuwa, yani hajawahi kushuka. Yani tangia atoboe hajashuka tena mpaka this time. Ni mtu ambaye anatoa magoma hit tu kila siku. Ni mtu ambaye anatoa magoma ambayo anaongelea kwa Mbosso toka ingia WCB naye. Mimi pia back to back. Mimi nitaongea kuhusu Mbosso. Nyinyi si mnaongea kuhusu Mario. Mimi nitaongea kuhusu Mbosso. Mbosso ni msanii ambaye yani tangu anatoka naye ana rekodi hizo ambazo mnazosema. Japokuwa kuna kipindi alikata tamaa kaenda zake kwao, akarudi, akatoa albamu yake alipokuwa WCB, ikaenda kuna nyimbo inaitwa Picha Yake, nadhani Tanzania nzima walikuwa wanaijua. Ikaenda ikaja Malele manini Viola. Kwa hiyo Mbosso ni msanii ambaye amefanikiwa sana kutoa nyimbo moja na albamu. Wakati huo tunazungumzia Mario ana albamu zake zinaitwa Gadsani. Nadhani I think Mario albamu zake sidhani kazi zinafika hata 5. Zinafika albamu 4. Nikiangalia ana albamu kama 3 I think so. Sasa kwa hiyo Mario unakuta kabisa ni mtu ambaye bado anahitaji kujifunza sana. Kwa sababu Mbosso kwa ukubwa wake ukiachilia mbali tu masuala ya live alikuwa na uwezo wa kuimba na makundi. Unakuta Mario kama ile show yake ya siku ile wa Tanzania wa comment Trace Award waka-comment kwamba mtu amezingua kuimba live nini na nini. Kumbe wagundua kumbe anatakiwa na kipaji kingine au ufanye sana mazoezi uwe vile. Kwa unakuta Mbosso hivyo vitu kwake ni kama anamsukuma mwizi. Unagundua kwamba huyo jamaa ana kipaji kikubwa sana na bado kumbe kuna vitu vingi hajavionyesha, na kwa sababu kadri siku zinazidi kwenda watu wanazidi kuvutiwa na Mbosso. Hivyo wewe angalia mwaka jana, mwaka uliopita, mwaka mapenzi yanaongezeka kwa msanii kama Mbosso. Yaani unakuta watu wanazidi kumpenda. Unajua kwa nini? Washabiki sipo nyingi. Kwa sababu wanajua jamaa kumbe na kitu hiki. Huyu jamaa kumbe vipi? Kuna mtu anaanza Mbosso ataniua, yani uandishi wake tu mimi nachanganyikiwa. Umeona mashabiki hao. Lakini Mario pia sio kama ni msanii mbaya, lakini na stick kwa sababu Mbosso tayari kashaonyesha vile vitu ambavyo watu wanafanyaje, wanavipenda. Sasa tunamsubiri na Mario naye anatakiwa kiwashe East Africa huko abumuke duniani. Kuna maoni ya watazamaji wengi, mashabiki wengi wanasema kwamba kitu ambacho kimemfanya Mbosso afike pale ni lebo. Hilo swala okay. Ukizungumzia hilo swala sio la swala la lebo. Mimi nitakwambia hata kumbuka Mario ngoja nikujibu. Nitakwambia kilichomfanya afike pale nani Mario pia ni aba. So nataka watu wataje watu wanaosaidia. Okay, lakini hakuna msanii ambaye anaweza kafika sehemu kubwa bila yeye mwenyewe. Sana nakuelewa, lakini pia
tukizungumzia Aba alafu tukizungumzia WCB, unajua ni vitu tofauti ambavyo vimeachana. Kwa nini? WCB level kubwa Afrika. Kumbe ni level kubwa sana Afrika, kwa level ambayo ina nguvu, ina power. Hata msanii yote kimchukua sasa hivi inaweza kumfikisha alipo Mario au Mbosso kwa ndani ya muda mfupi tu sana, kwa sababu ina power. Lakini tukiongea ni lazima nguvu za msanii na uwezo binafsi ujionyeshe. Sawa. Mimi nitakujibu Ruda. Mario ametoka mwaka gani? 2019. Mario 2019 kama sikosei. 19. Yeah, of course. Mbosso ameingia WCB mwaka gani? Mbosso tukiongea ni 2020. Miaka ya nyuma, si ndio mingi au vipi? Kipindi Mbosso anaingia WCB kulikuwa na wasanii wangapi? Kipindi Mbosso anaingia WCB, Harmonize, Rayvanny, kulikuwa na Lavalava, kulikuwa na Mavoko, Lavalava, sio kama 4-5 Yes. Kipindi hiko kuna wasanii gani mtaani ambao walikuwa wanasumbua big time yani kabla ya Mario? Walikuwepo, tulikuwa tunaona wakina Slay, tulikuwa tunaona ni wasanii wengi sana walikuwa wanafanya poa. Wengi kabla ya Mario, kabla ya nani? Wapo wengi walikuwa wengi by the way kwa wakati huo. Kwa wakati huo walikuwa wengi sana. Kwa hiyo nataka nizungumze kwamba WCB yenyewe ilikuwa ni lebo kubwa, lakini kipindi ambacho anaingia Mbosso sio kwamba kulikuwa kuna ukubwa kama walikuwa sasa hivi. Lakini Aba alikuwa anaweza kumpushi msanii, alianza na Anstoni nakumbuka alikuwa msanii wa Aba, lakini mambo yakawa mengi pale, sijui ilikuwaje biashara yao, mambo yakawa mengi. Alianza na Mario Amini, akaja Anstoni alikuwa amefuata Mario. Kipindi hiyo kote inatoka Mario alikuwa ameshatoka, kumbe alikuwa ashatoka. Okay, alianza na Mario, akaja Anstoni, akaja nini na nini, umeona kama hivyo. Lakini Mbosso alikuwa zake WCB. Kipindi Mario anatoka, hebu jaribu kumchukua Mbosso wa kipindi kile na Mario anatoka, alikuwa kuwa vipi yani? Moto wake ulikuwa umepamba moto au alikuwa anaendelea kutoa back to back, yani ni msanii ambaye anazungumziwa sana au ni aje? Yani mimi naweza kukwambia kwamba Mario na Mbosso gani ni wasanii ambao shabiki wote lazima apate ukakasi, kwa sababu sidhani kama mpishana kwenye story mtaani wa kila mmoja wakati ambapo umetoka, kwa sababu Mario alipotoka mzee ilikuwa ni story yeye tu mtaani, lakini pia Mbosso alipokuja ilikuwa ni story yeye. Kwa mpaka sasa hivi tunaona kwamba watu ni bado wanaongelewa sana na watu wanapata ukakasi kwa kuonyesha nani ni mkali. So ukiweka wapambanishi hapa inakuwa ni kitu kigumu sana. Ni kitu kigumu sana. Wote wanafanya poa. Mimi Ruda anakuambia sio kigumu, utofauti upo. Yani tofauti wa Mbosso na Mario upo. Muziki wa Mbosso umeenda sana, lakini nikizungumzia ni umeenda sana watu wanasema wao kwa sababu upo WCB. Sawa, muziki ni investment. Kwa mfano hizo investment alizowekewa Mbosso WCB sasa hivi uko peke yake, si ndio? Ngoja tuone basi kama itakuwa ni linki sawa na Mario au vipi. Sikatai Mario kama hawezi kuwasha moto. Mario anauwasha. Na mimi ni mshabiki wake sana. Tunacheza sana ngoma zake. Ni msanii gani ambaye albamu zake zimefanya vizuri kati ya wasanii wawili? Si Mbosso hapo. Zimeuza sana. Mbosso. Usiongelee mwaka huu, naongelea albamu kutoka alipoanza mpaka sasa hivi. Ni msanii gani ambao hata kwenye kuanza alianza kutoa albamu Mbosso? Yeah, of course. Ni Mbosso. Yaani ni Mbosso. Yaani credit zote ni Mbosso. Hakuna msanii mwingine Mbosso. Msanii gani ana hit nyingi Mbosso? Kwa upande wangu nao jamaa anaongea sasa kimapenzi, kwa sababu anakuja kwa huyu jamaa anataka kunigombanisha na wasanii bwana. Mario asinichukie. Unajua shida ni moja, yani wewe unaelewa. Hapo tunaongelea ni true story au tunaongelea drama? Sawa, kama tunaongelea true story mimi naongea ukweli. Sasa tunaongea ukweli, jamaa anampenda, ni msanii anampenda, ni kati ya Mario pamoja na Mbosso kani, kwamba hamna kitu chochote ambacho Mario amemzidi Mbosso, kwamba ni kila kitu tunasema kwamba Mbosso ni mkali. Wewe sijakukatalia. Mbosso ni mkali kwa nini? Unajua kabisa kwamba Mbosso naye Mario naye ni mtu ambaye anafanya poa sana mtaani na watu wanamkubali kinoma noma. So ndio kama hamna kitu chochote ambacho unajua muziki, ngoja ongea pati za muziki. Wewe unaelewa kitu kimoja. Wewe umeshaelewa unachokitaka. Mario ni msanii ambaye uandishi wake mzuri, ana uandishi tofauti pia, ladha yake inapendwa kwenye jamii au vipi bwana? Anakiwasha. Mbosso sio kama kila kitu anachokiweza kufanya Mario na yeye anakiweza. Mario pia anafanya vitu ambavyo Mbosso haviwezi. Sasa tukizungumzia ukubwa, tunarudi kwa Mbosso. Unataka kutuambia vitu ambavyo Mario anafanya Mbosso haviwezi? Inawezekana hata sound ya muziki mnakuta sound ya Mbosso ya Mario anakuwa na sound ya kipekee ambayo Mbosso hawezi kufanya. Of course ni anaonyesha ubunifu wake. Yaani anakuja na sound ambayo kwa mfano ngoja ana nyimbo fulani inaitwa Baby ni post waniwezi mali yako na mwogopa nani. So unaona jinsi anavyoimba. Nataka nikutoe mfano. Unaona jinsi anavyoimba? Baba
Haya anakuja Mbosso, siku moja nimepata nafasi tukumbukane. Nitaleda kuna muda anatetemeka anaongeza feeling nini na nini. Unakuta huyu mwana action huyu anafanya hivi lakini vitu vyote vinaondoka. Kwa sababu mwisho wa siku mtu anabaki kwa nani kwa Mario. Jamaa anaimba na relax yani. Unaona? Lakini mtu akija Mbosso kuna muda atetemeka anaimba kwa hisia sana. Kwa hiyo kuwafanisha yani watu wawili tofauti. Lakini wale ukiwasha ilikuwasha big time, tumpe muda Mario. Mbosso amekiwasha sana. Okay. Lakini mimi bado nitabaki pale kusema kwamba tuachie mashabiki. Jamaa anaongea sana kuhusu hisia zake za ndani. Utaona hata akiongea anaongea kifeeling. Unasema tuachie mashabiki sana. Tuachie mashabiki kwamba tusikilize comment tuwasikie wanasemaje wao kama wao. Nani ni mkali kati ya Mbosso Kani na mtu mzima Mario? Nani ambaye anafanya poa? Okay.